Jina la Yesu kabisa, kanisa lako mikononi mwako, tupe usikivu na utulivu katika jina la Yesu. Amen. Asante. Leo tujifunze kuomba kwa ufanisi. Tujifunze kuomba kwa ufanisi. Andika kuomba kwa ufanisi. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 18 42b hadi 45. Wafalme wa kwanza 18 42b hadi 45. Tunaposema 42b tunaangalia kwenye namba ambayo nimeitaja, unaangalia mkato umeanzia wapi au kituo. Aya kanapokuwa kanafuata ndio kanakuwa B. Kwa mfano hapa nilipotaja kwenye ile 42 alipoandika basi Ahabu akainua ili ale anywe, hii unaiacha. Wewe unaanzia kwenye naye ndio B hiyo, sawa? Kwenye naye pale ndio B. Kwa tumeshaomba, acha nisome mpaka tunasema hivi. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmel, kasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa ukatazame upande hata bahari. Akakwea akatazama, akasema hakuna kitu. Naye akanena enenda hata mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama naona wingu likitoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda ukamwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua itakuzuia. Ikawa muda wa siku si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa wingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda gari lake akaenda zake Yezreeli. Tunaposema kuomba kwa ufanisi tunasema tafsiri yake ni kuomba kwa kuwa na matokeo. Ndio tunasema ufanisi, kuomba kunakokuwa na matokeo au kuomba kunakokuwa na majibu. Lakini tunaposema tena ufanisi ni kuomba kwa kutimiza hitaji kuu ambalo ndio ulikuwa unaomba. Tunaposema kwa ufanisi ni kuomba kwa kukamilisha kitu ambacho ulikuwa unatamani kiweze kutokea. Kwa hapa tunaposema kwa ufanisi, Elia aliomba kwa ufanisi ni kwamba kuna kitu ambacho yeye alikuwa anaomba, ambacho ilikuwa ni baada ya kuomba mvua isinyeshe miaka 3.5. Basi yeye siku ilipokuwa imekaribia kufika, zile siku na tarehe alizokuwa namna aliyokuwa ameusema, akaamua kwenda kuomba ili kumrudisha tena mvua. Utakumbuka kwamba mara ya kwanza yeye ndiye aliyekuwa ameomba mvua isinyeshe kwa sababu ya maovu yaliyokuwa yanatendeka wakati wa utawala wa Ahabu.
Mungu akachukizwa na ile mambo yao aliyokuwa anayafanya, lakini kwa kupitia Elia akasema neno, akasema hivi, kwa kuwa maovu haya yamezidi, sasa mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Kwa maana kusema kwamba alifunga mvua isinyeshe juu ya nchi mpaka yeye mwenyewe atakapoamua kwamba mvua inyeshe, na muda aliokuwa ameutamka ndio ulikuwa ukingojwa ili mambo yaweze kutokea kwa ajili ya mvua. Miaka mitatu sio mchezo. Mvua isiponyesha tu hata mwaka mmoja tu au miezi tu ikakata, wewe mwenyewe unafahamu. Sisi wengine tumewahi kukaa kwenye maeneo ambayo ni ya joto, yaani mvua ikikata hata maji kwenye mito yanakauka. Mvua ikakata kabisa mwaka mzima isinyeshe, kwa mfano kama mwaka huu tukapita tu moja kwa moja isinyeshe mvua, ina maana mwaka unaofuata kama vimto Gombe hivi ambavyo vinakuwa na maji madogo madogo hivi yanabaki kuwa makorongo tu. Hata huu mto Mbalizi tu tunaonaga ikifika mwezi wa 8 na wa 9, tuseme tu wa 10, unaona anaanza kupita tu maji eneo moja tu. Ina maana kama tukisema tu tupitilize mwaka iwe miwili, mto Mbalizi hapa inabaki tu ni korongo, halina maji. Lakini pia kama kulikuwa na maji ambayo tulikuwa tunachota kwenye visima, na yeye pia yanakatika. Sasa nimewahi kukaa kwenye maeneo ambayo maji ni tabu. Sehemu moja nilienda Chunya, wanachimba maji kwenye maeneo ambayo ni miamba. Yale maji wanachimba kwenye miamba, na kuchimba kwake si kwa kuchimba kwa urahisi ambako unaweza kupata maji. Wanachimba kwa sururu, lakini udongo unaochimba kwa nguvu uliotumia sururu na udongo unaokuwa unautoa ni vitu viwili tofauti. Ya unatumia nguvu nyingi, lakini udongo unaokuwa unatoka pale ambao umechimba kana toka kadogo tu. Alafu akishachimba sio kwamba wanayavuta maji. Wakishachimba wakifika sehemu fulani ambayo yani wanaona kwamba hapa sasa huu mwana hawezi